Katika maisha yako, kama utapata watu angalau 2 watatu ambao wanaweza kawa wanakuombea bila hata ya wewe kutuma maombi yako kwamba niombee, wao wanakuombea, alafu wakilitaja jina lako mbele za Mungu, wanasema Mungu mkumbuke, mkumbuke, wanataja jina, wanakuombea usiku na mchana. Katika bahati zote, basi wewe unaweza ukaona bahati kubwa sana na una upendeleo, kwa sababu Mungu kuna vitu afanye mpaka kwanza asikie maombi ya watu ambao wanakuombea. Huna connection za maombi na watu. Mara zote ukikaa kwenye maombi yako, nakupa vitu vingine vya kuombea ambavyo ni vya muhimu sana. Mwambie Mungu, niinulie watu Bwana, niinulie watu, wape mzigo hata wasiponijua vizuri, wataje tu jina langu. Mimi kuna wakati nanitokea kwenye maono, unakuta kuna mtu unamwombea, umeweka mikono juu yake, unataja, umemwona kabisa sura yake, ni kama unamfahamu, lakini ukiamka katika hayo maono, huyo mtu hujawahi kumwona. Maana yake ni Mungu ananiletea mzigo wa mtu fulani nimwombee, hata kama yeye hanijui. Kwa hiyo mwambie Mungu, ninaomba niinulie watu, ninaomba niinulie watu wa kuniombea katika jaribu langu ninalolipitia peke yangu, siwezi. Inua msaada, Bwana. Kama Yesu ilibidi awachukua kina Petro, Yakobo na Yohana wakamsaidia maombi kwenye yale mateso, wewe ni nani na ubinadamu wako? Na wewe mwenyewe ni shahidi, vita ulionayo wewe ni kubwa, haikuhitaji kusimama peke yako. Sio swala la kusema mimi nina Yesu, nina Yesu. Yesu mwenyewe ilibidi achukue watu na aliwaamsha, jamani, msilale, ombeni pamoja nami. Nasikia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa, nasikia navamiwa na roho ya mauti. Wewe unapovamiwa na roho ya mauti, unapopitia kipindi kigumu, vita ya mauti, unasimama na nani? Watu wengi sana wamekufa si kwa sababu nyingine yoyote, ila walikosa sapota ya maombi ya watu kusimama naye katika mapito yake. Watu wakafa kwa sababu ya kukosa nguvu na sapota. Yesu alisema 2 watatu watakaposimama wakapatana kwa jambo lolote, watafanyiwa na Baba wa mbinguni kwa jina langu. Na ndio maana kama ukapata mtu akakupigia hata simu, nilikuwa ninaona kitu cha namna hii, nimeoneshwa, yaani ile kuoneshwa, juagu na bahati. Kwa nini Mungu awape watu wengine maono yanayokuhusu wewe kama sio upendo wa Mungu juu yako? Maana yake Mungu ameshaanza kuwashirikisha watu habari zako, wanasimama pamoja na wewe, wana mzigo na wewe, na sio wanafiki. Kumbuka tu, tuna watu wengi ambao hawatuwazii mema sana, wanatuchukia, wanatuombea mabaya, wanatuombea hata tukipanda basi tupate ajali, wanatuombea hata tukipanda ndege, hata ndege ianguke, apokee taarifa, aone taarifa kwenye vyombo vya habari, ndege fulani imeanguka na ulikuwemo wewe. Ndio maombi na matarajio ya watu wengi wasiotutakia mema. Lakini kumbuka, Mungu amejisazia watu ambao wanatupenda kwa upendo wa agape, pamoja na kwamba katika misho ya dunia hii tunayoishi, upendo wa wengi utapoa, na umepoa kweli. Watu hawafuatiliani tena kuulizwa, vipi, unaendeleje kiroho? Mbona uonekane ibadani mpendwa? Nini kimekukuta? Sio kwa nyakati hizi. Lakini Mungu amejisazia watu ambao wakikutazama wanakuona kama mwanafamilia mwenzao, wanakuona kama vile mlizaliwa pamoja eti. So ukipata mtu ambaye anakutamka, anasema Bwana mkumbuke Grace, mkumbuke Neema, lakini zingatia hii, kabla Mungu hajaanza kukuinulia watu wa kukuombea, kuna ile principle ya kupanda na kuvuna.
Maana yake anza kutumia muda mwingi kuwaombea watu. Vile unavyoombea watu ndivyo Mungu atakuinulia watu wengine wa kukuombea wewe. Ukiwa mbinafsi katika maombi, unajibeba mwenyewe tu, unabeba familia yako tu, unabeba ndugu zako wa damu tu, na watu watakuwa binafsi kwa ajili yako. Hakuna mtu atakukumbuka. Utapambana na hali yako mwenyewe unapopita jangwani, lakini waombee watu, hata wasiokuhusu, hata unaowachukia. Ndio maana Yesu akasema, wapendeni adui zenu, waombeeni mema hata wale wanaowachukia, wale wanaowaudhi, wanaowakwaza, waombeeni mema. Kwa sababu kuna wakati nao utamkwaza mtu, hata kuombea mabaya, hata kuombea mema, ili ubadilike, hiyo tabia ikutoke. Mimi ni mmoja wa wale wanaokuombea na wanaokutakia maisha mema na ya baraka. Ufanikiwe kufika mbali kwa jina la Bwana, na uruke vikwazo vyote na vipingamizi vyote na vizuizi vyote ambavyo umetegewa katika njia yako. Uruke katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nakuombea, enda ukapite juu ya kila kitu, juu ya kila laana, juu ya kila ugonjwa. Sema na iwe hivyo. Sema imekuwa kwa jina la Bwana.